Pastor, ana ta nguvu ya kuongea huyu. Si tulipewa nguvu ya kufanya viziwi wasikie, vipofu waone. Kuna siri ambayo mimi na wewe hatujui na si vema kuifahamu. Usoni mchana kutwa amevimba, usiku analala chooni. Ndani kwenye siri kuna mengi usitamani kutambua. Na mnyonge naye hapa ashakufa. Kijana, kizani umesikia? Hapana Pastor. Hapana. Haiwezekani. Hii si kweli. Kijana, nakuomba kidogo. Njoo kidogo. Kijana, kizani umesikia alichokiongea dada yako? Ule sio yeye, bali ule ni mzimu kwa ndani yake. Yale mtu kafara kaka yenu. Kinachohitajika ni maombi makubwa sana. Ila hakuna jambo lisilowezekana mbele ya Mungu. Yote yatakwisha. Kikubwa jikaze. Maana hata Yakobo katika neno la Mungu panasema hivi. Alipitia misukosuko mingi, lakini hakutoa mkono wake kwa Bwana. Nyuma alibarikiwa na akafanikiwa. Yote yakakwisha. Ina maana na wewe yatakwisha. Ninachokuomba, mchukue dada yako, mrudishe nyumbani. Takuja kumwombea jioni. Kijana, naomba ujikaze. Hakuna lisilowezekana mbele ya Mungu. Chukua tu dada yako, mrudishe nyumbani. Ndivyo walivyosema wakuu, kisa kipato towe ndugu yako kafara. Huruma sana, ona Moni na Jeni wanavyosumbuka, kisa siri wanateseka, yani siri. Patrick, unajua kuwa utajiri wetu ni wa siri sana. Hakuna anayepaswa kujua, hata wake zetu pia. Na vipi kuhusu huyo mtu wako Balikama? Unamwamini? Ndio. Balikama ni mtu wangu wa zamani. Tumesoma pamoja. Na nimeona ndani ya macho yake ana njaa ya kweli, njaa ya kubadilika. Unajua, kuamini ni kitu kimoja, pia kutamani ni kitu kingine. Unajua, usipotunza siri, sisi wote tutateketea. Nimeweka dhamana kwa jina lake. Akivunja, mimi nitalipa. Lakini sidhani kama atavunja. Balikama anateseka sana. Na wanaoteseka kweli hawapotezi nafasi. Sawa, tutamchunguza kimya kimya. Na akifeli, usimruhusu aishi. Hatutasubiri afeli. Nitahakikisha anakuwa mmoja wetu. Au awepo kabisa. Sawa, vizuri sana. Okay. Acha mimi niondoke. Sawa, tutawasiliana. Usone majumba kifari yanavyosimama, siri imejificha. Usone mchana kutwa amevimba, usiku analala chooni. Kutwa nzima na mwaga mipesa na hawezi saidia ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nikiombea familia yako muda mrefu, ila leo Mungu kanifungulia mengi sana. Mchungaji, mtoto wangu hawezi hata kuongea. Hata mume wangu amekuwa mtu tofauti. Tunaomba msaada. Hata usiku tunasikia sauti ambazo sisi hueleweka. Mbona kama bado nafikiri sana? Kwa nini usiku? Saa 6 kamili. Na huyo mwanamke ni nani? Mbona kama haya mambo mazito mno? Balikama,
Usiku ndio wakati ambao roho kubwa huzunguka na ndiyo saa ya nguvu ya siri. Kama unataka utajiri, sema sasa. Zeno, mume wako sio mtu wa kawaida. Yuko ndani ya agano la kishetani. Ndani ya nyumba yako kuna kafara, na wewe na mtoto wako mko katika sehemu ya hiyo kafara. Hapana, hapana mchungaji, mtoto wangu. Mtoto wako anateseka sababu ya roho za kurisi, na wewe umepoteza uwezo wa kuzaa. Lakini kuna uwezekano Yesu anaweza kuvunja agano lote la kishetani. Ombeni, simameni tuombe. Nataka kuwa tajiri, ila bado sielewi huyo mwanamke ni nani na kwa nini yeye. Sikiliza, huyo ni mtu mzuri sana, hafanyi mabaya wala hafanyi maovu, yupo kwa ajili ya kusaidia, na ni mtu wa kipekee sana. Kumbuka, kumbuka sharti, utakapomwona usiulize swali, usitie fujo wala usikimbie. Sawa, nitakaa kimya, ila nahisi bado moyo wangu unaenda haraka sana. Hilo ni kawaida, wanaume wengi huchanganyikiwa kabla ya kubadilika. Baada ya usiku huu hautakuwa tena yule Balikama wa mtaani. Ukiamka asubuhi utakuwa umevuka mpaka wa dunia ya kawaida. Usiposikia ya wazazi mengi utajutia, unani mengi dunana napitikana, hii si lazimu katambue. Robert, shida imekuwa kubwa sana. Mdogo wangu Muni kampeleka dada Jeni kwa mchungaji. Mchungaji? Ina maana siri zetu zinakwenda kufichuliwa? Ndiyo. Vipi? Madam hatokasirika? Nimepoteza siri. Mchungaji atavunja agano. Sasa nataka kurudi kwa mwanga. Inabidi kafara mpya kabla ya alfajiri. Ni nani huyo unayemtaka? Ndugu wako Mungu anaanza hatari. Ni lazima tulipe kafara. Patrick, usipokubali sisi wote tutasambaratika. Sawa, nitamtoa kafara mdogo wangu Muni. Umechagua hatima yangu. Usiona na juma la kifahari, usiku analala jenezani. Ndani kwenye siri kuna mengi usitamani kutambua. Umbe siri, siri, hii ni siri. Oh, siri, kumbe siri, oh, ni siri, hii ni siri. Pata pesa tujue tabia yako, ndivyo walivyosema wakuu, kisa kipato towe ndugu yako kafara.
Balikama. Nimehitaji. Nimekuja. Hapana, ondoka. Sikuhitaji tena, ondoka. Wewe si binadamu, ondoka. Patrick, ulisema kila kitu kiko sawa, ukamwamini yule kijana dhaifu. Tazama sasa, kila kitu kimekwenda kuanguka. Niliamini anaweza, alikuwa tayari. Hangevunjika moyo namna ile. Nani angejua kama atafanya fujo? Sasa sharti limevunjwa na wewe ulituingiza humo. Tutalipia gharama hii na haitokuwa ndogo. Nimevunja ahadi takatifu. Nimeleta doa kwenye ndoa ya wajane. Kuna gharama ya kuvunja ahadi ya Roho. Lazima mlipe damu au mateso. Hakuna atakayeepuka. Tumechokoza nguvu kubwa sana. Sasa ni ngumu kuilipa. Balikama, umefanya nini? Umeharibu kila kitu. Nilikwambia usifanye fujo wala usiogope. Hii ni siri ya damu, lakini wewe umegeuza kuwa mzaa. Patrick, sikuzamiria. Huyo mwanamke sura yake ilikuwa ya kutisha sana. Niliogopa, nilitetemeka sana. Wewe sio wa kutegemewa. Ulionyesha roho ya uoga. Huu sio mchezo wa kitoto. Hii ni njia ya mabadiliko ya siri za karne, ila wewe umeharibu kwa uoga wako mdogo. Samahani Patrick, samahani sana. Nilishindwa, sikujua kama itakuwa hivi. Ujue nini? Hutoweza. Wewe ni mtu dhaifu, na watu madhaifu hawapewi utajiri. Umeniaibisha. Usirudi kwangu tena, na wala usijaribu kumwambia mtu yeyote, la sivyo utajua kuwa mizimu haijui kusamehe. Mbona kama dunia imenielemea? Dajeni, sikutamani iwe hivi. Naona kama kuna nguvu chafu ambazo zinanifanya.
ila nikiwa na wewe Bwana, najua yote yatatimia na yatakwisha. Naomba sambaratisha nguvu mbaya zote za shetani, kandamiza au walimwengu ambao wanataka kufanya mabaya. Bwana, niosha mikono yako, sambua, sambaza pepo mchafu. Umenipa uwezo wa kukanyaga nge na nyoka, pepo wachafu. Naomba Baba, sambua katika mpango yao wanafanya yote, wasifanikiwe. Mungu, umenipa upako wa kupoteza hao wote ambao wanataka kufanyia vibaya binadamu wako. Katika jina la Yesu, fire! Potea! Sambua! Poteza hao wote, sambua mipango michafu. Bwana usifiwe. Jua wamefanikiwa katika neno la Bwana. Haleluya. Wote sogeza kando yangu Baba, poteza wote wachafu katika jina la Yesu. Asante Yesu, asante Mwokozi wangu, asante Baba. Alafu pia sijui hata kama utaamka tena. Mungu, ulisema wewe ndio kimbilio, wewe ndio mtetezi. Mbona mimi naelemewa na mizigo na wewe upo Baba? Kaka, Jani mdogo wangu. Ama kweli Mungu ni mwema. Asante Mungu. Mungu asante. Wakati walio karibu naye lazima watolewe kafara. Damu yao italeta nguvu mpya na utajiri utaongezeka. Niko tayari. Moni atatoweka. Zena pia amevuka mipaka. Bali kama ni dhaifu, anaweza kuwa kafara rahisi. Tutaanza na yeye kwanza, wale wengine watafuatia. Ikiwa mtafanya haraka, nyie pia mtakuwa kafara. Tangu nimwona huyu mwanamke, moyo wangu hauko sawa. Padri, sipo tayari tena kuendelea kwenye hiki chama chenu. Na vipi pete? Maana nikiwa na kwenye mkono wangu ni ishara kumtoa mwanamke. Ni lazima nivue sasa. Kwa nini hatoki? Mbona ananibana sana? Kwa nini hatoki? Ni chama chetu, ukiingia hakuna kutoka. Pia naribu masharti, lazima ulipie. Imejificha, ni hivyo tu huwezi kutambua. Usione wamevimba, wapita vie wanawapandishia, ukatamani yao maisha, utauawa bure. Kuna siri ambayo mimi na wewe hatujui.
na si vema kuifahamu. Usoni mchana kutwa amevimba, usiku analala chooni. Mabibi na mabwana, mtu na mpenzi wake, ex na ex wake, New Vision Studio inawaletea vitu vifuatayo. Inashika picha ya nje na ya ndani, inashika picha za kibasi na video zake, inashika picha za mariage na video zake. Inapatikana. Hebu sikiliza, usipuzie, usichekecheke, ona vimacho vyako. Hebu nisikilize kwa makini. Inapatikana barabara ya ine Rumonge, karibu na Hotel Vivi Rosa. Hebu fungua simu yako, chukua namba hizi, chukua namba fasta. New Vision, uzuri ni wako, urembo tunakupa sisi. Hawa jamaa wako serious na vitu vyao. Yani karibu sana tena, karibu. Asante. Kutwa nzima na mwagami pesa na hawezi saidia ndugu. Usiona na jumba la kifahari, usiku analala jenezani.